Tafadhali subscribe kwenye chaneli yetu ili uwe wa kwanza kupata simulizi zetu. Asante. Jua la asubuhi lilikuwa bado halijachomoza, lakini Veronica alikuwa tayari yuko kwenye eneo la ujenzi, mikono yake ikiwa imepakaa saruji na mgongo wake ukiwa umeloa jasho. Alikuwa mwanamke pekati ya wanaume kadhaa waliokuwa wakifanya kazi. Veronica hakujali alikuwa akifanya kazi ili kumsaidia baba yake. Veronica alikuwa na umri wa miaka 22 tu, lakini maisha yalikuwa yamemzeesha. Baba yake ambaye alikuwa mwalimu mwenye fahari hapo zamani, sasa alikuwa amelala kitandani katika nyumba yao ndogo ya udongo. Ugonjwa wa ajabu ulimpata miaka 2 iliyopita. Tangu wakati huo alidhoofika, mwili wake ukiwa hauna nguvu na sauti yake ikiwa chini. Mama yake, Mama Veronica, alikaa kando yake usiku na mchana, akimwosha, kumlisha na kuomba muujiza ili apone. Muujiza huo haukuja. Hivyo, Veronica aliacha shule, akashika jembe na kujiunga na vibarua wa ujenzi. Wakati wasichana wengine wa rika lake walipokuwa wakimbizana na harusi na kupiga picha za selfie, Veronica alikuwa akichanganya mchanga na saruji, akiinua matofali mazito kuliko ndoto zake. Huyu msichana mrembo anatafuta nini hapa saiti? Mmoja wa wafanyakazi aliuliza kwa dhihaka. Hana mwanaume wa kumtunza. Mwingine alicheka, nguvu zake zinazidi hata zangu. Lakini Veronica hakuwajali. Kila tone la jasho lilikuwa kwa ajili ya baba yake, na kila pesa aliyopata ilienda moja kwa moja kununua dawa na chakula. Mchana huo, jua lilipokuwa likichoma udongo mwekundu chini ya miguu yake, gari kubwa jeusi aina ya SUV lilisimama kando ya saiti ya ujenzi. Matairi yake yalirusha vumbi na kuvuta hisia za kila mtu. Alishuka mwanamke aliyevaa nguo za thamani sana. Harufu yake ya manukato ilimfuata kila alipokanyaga na kupita. Madam Esther, wafanyakazi walinongona. Veronica aliinua macho, mikono yake ikiwa bado imeshikilia ndoo ya kokoto. Madam Esther alinamisha kichwa akishangaa. Je, huyo ni msichana? Alisogea, viatu vyake virefu vikizama kidogo kwenye mchanga. Wewe, jina lako nani? Veronica aliangusha ndoo na kufuta uso wake kwa pindo la shati lake. Veronica, mama. Wewe ni mwanamke na unafanya kazi ya aina hii? Ndiyo, mama. Madam Esther alimwangalia kwa muda mrefu. Una nguvu, napenda hilo, na wewe ni mrembo sana. Veronica alitabasamu kwa aibu. Asante mama. Utasemaje nikikuambia naweza kubadilisha maisha yako? Veronica alipepesa macho. Kubadilisha maisha yangu mama? Naishi Dar es Salaam, ninaendesha biashara, ninasaidia wasichana kama wewe. Njoo nami, nitakupa kazi nzuri yenye kipato kikubwa mara 10 kuliko hii. Hutahitaji kubeba matofali tena. Mikono ya Veronica ilitetemeka kidogo. Hakuwa amewahi kusikia maneno kama hayo. Unasema kweli? Madam Esther aliitikia kwa kichwa. Ninaona nyota na uwezo ndani yako. Usiku huu, Veronica alishindwa kuzuia furaha yake. Alikimbia nyumbani, uso wake ukiwa na furaha. Mama yake alikuwa akimlisha baba yake uji. Veronica alipoingia kwa kishindo akisema, Mama, baba, Madam Esther amesema atanipeleka Dar es Salaam. Mama yake aliangusha kijiko. Dar es Salaam? Amesema atanipa kazi nzuri zaidi, pesa nyingi zaidi, hakuna tena kubeba matofali. Amesema anaona uwezo ndani yangu. Baba yake alikohoa kwa udhaifu. Veronica, kuwa makini. Madam Esther anasaidia watu wengi sana. Lazima niende ili nije baadaye kuwasaidia nyote pindi nikipata hela. Usiku huo hawakulala. Mama Veronica alikaa chini akilia kimya kimya. Mtoto wake pekee, tegemeo lake, Veronica anaenda mjini. Baba alimuita Veronica karibu na kuweka mkono wake unaotetemeka juu ya kichwa chake. Binti yangu, nenda kapambane mjini, urudi ukiwa mkuu kuliko ulivyoenda. Veronica aliitikia kwa kichwa, akizuia machozi. Nitawafanya mjivunie. Asubuhi iliyofuata, mtaa mzima ulitazama gari la Madam Esther likifika. Veronica alimkumbatia baba yake kwa nguvu. Nitarudi na pesa kwa ajili ya matibabu yako, Veronica alinongona. Mama yake alimshikilia, akilia begani mwake. Usiruhusu jiji kubadilisha moyo na tabia yako. Veronica aliingia kwenye gari. Gari lilipoondoka, alitazama nje ya dirisha na kuwaona wazazi wake wakizidi kuwa wadogo kwa umbali. Hakujua bado, lakini jiji halikumkaribisha kwa mikono miwili. Lilikuwa linajiandaa kumpatia maumivu na uchungu. Safari ya kutoka Tabora kwenda Dar es Salaam ilikuwa ndefu na ya joto, lakini Veronica hakujali. Macho yake yaliganda dirishani. Hakuwa amewahi kutoka nje ya mkoa wa Tabora kabla. Kila mji waliopita, Veronica alishangaa majengo marefu, alioni kama hatua ya kuingia ulimwengu mpya. Madam Esther hakuongea sana. Muda mwingi alikuwa akipitia simu yake na kupiga simu fupi za kibiashara kwa ukali. Walipoingia mjini Dar es Salaam, maeneo ya Masaki, Veronica kwake ni kama alikuwa ameingia kwenye ndoto. Majengo marefu yaliyokaribia kugusa anga.
Barabara zilikuwa na shughuli nyingi. Msongamano mkubwa wa magari ilikuwa ni kama ndoto kwake. Kila mahali watu walionekana kuwa na haraka wakikimbiza na shughuli zao. Veronica alihisi moyo wake ukidunda kwa matumaini. Gari la Madam Esther liliingia kwenye makazi yenye majumba ya kitajiri. Masaki palikuwa pazuri kuliko kitu chochote ambapo aliwahi kupaona. Kuta ndefu, mageti ya umeme na bustani zilizopendezeshwa vizuri. Madam Esther na Veronica walishuka kwenye gari na walisimama mbele ya nyumba kubwa nyeupe. Karibu kwenye maisha yako mapya, Madam Esther alisema akitabasamu. Ndani ya nyumba ilikuwa kama kuingia ikulu. Masofa laini kiasi cha kukumeza ukikaa. Veronica alisimama tuli, akiogopa hata kugusa chochote. Utakaa hapa na mimi kwa sasa, Madam Esther alisema. Nenda kaoge. Kuna chakula kwenye friji. Veronica hakuamini masikio yake. Alioga bafuni yenye maji ya moto. Alikula wali na kuku mnono. Usiku huo alilala kwenye godoro halisi lenye shuka safi. Hakuna mbu. Alilia kimya kimya, si machozi ya huzuni, bali ya matumaini. Siku iliyofuata aliamka mapema, akavaa nadhifu na kumsubiri Madam Esther, lakini hakukuwa na mazungumzo ya kazi. Badala yake, Madam Esther alimwambia apumzike. Siku moja ikapita, 2, 4, wiki. Hakuna kazi, hakuna maelezo. Veronica alianza kuwa na wasiwasi. Kila siku iliyopita ilikuwa siku nyingine ambayo baba yake hakupata matibabu na aliendelea kuuguzwa na mama yake pale kitandani. Jioni moja alipata ujasiri wa kuuliza, "Mama, tafadhali nitaanza lini ile kazi ulioniahidi?" Madam Esther alitabasamu huku akinywa mvinyo. "Utaanza kazi leo usiku." Veronica alishituka. "Leo usiku?" "Ndiyo, kazi yako ya kwanza itakuja jioni hii. Jiandae, vaa pendeza haswa." Ilipofika saa 2 usiku, Madam Esther aligonga mlangoni na kuingia akiwa na mfuko walionunulia nguo toka dukani. "Vaa hii," alisema akirusha kitandani. Veronica alifungua mfuko, moyo ukamuuma. Ndani kulikuwa na kagauni kekundu kadogo sana, nguo ya kubana iliyoacha sehemu kubwa ya mwili wazi. "Mama, sielewi." Sauti ya Madam Esther ilibadilika. "Unaenda kutoka na mgeni? Amekulipia tayari? Vaa." Veronica aliganda. "Amelipia mimi?" "Ndiyo, anapenda wasichana wabichi wa kijijini." "Usijifanye mjinga. Haupo hapa kwa ajili ya kupika na kusafisha. Hii ni Dar es Salaam." Sauti ya Veronica ilitetemeka. "Lakini nilidhani unanipa kazi nzuri, ulisema?" Madam Esther aligonga glasi yake mezani. "Hii ndiyo kazi, na utapata pesa mara 10 ya malipo yako ya ujenzi kwa usiku mmoja. Tabasamu tu na uwe mtamu kwa mwanaume." Veronica alirudi nyuma. "Siwezi, mimi sio kahaba." "Basi toka nye." Madam Esther alisema kwa ukali. "Chukua begi lako na uondoke sasa hivi." Veronica alisimama ameganda. "Je, muda huu katika jiji geni?" "Toka!" Madam Esther alipiga kelele. "Unafikiri ninaendesha shirika la misaada? Toka kabla sijaita walinzi." Veronica alichukua mfuko wake wa nailoni, moyo ukidunda. Hana viatu, hana pesa, hajui yuko wapi, kisha akatoka nje ya geti. Geti lilifungwa nyuma yake kwa kishindo. Alisimama kwenye barabara ya giza na kimya. Taa za mji wa Dar es Salaam zilikuwa zikimulika sana usiku huu. Saa chache zilizopita alikuwa na matumaini, lakini sasa alikuwa hana makazi katika jiji ambalo ni mgeni na pasipo na ndugu yoyote. Mitaa ya Masaki usiku haikuwa rafiki. Wanaume walipunguza mwendo wa magari yao wakimtaka. Mmoja alimfuata akisema, "Wewe ni mzuri kuliko hao wasichana wa Instagram. Njoo nikutunze kama malkia." Veronica alikimbia. Hatimaye alipata kibanda tupu cha kituo cha basi na kujisitiri. Lakini hata hapo haikudumu. Vijana wa mitaani ambaoni wahuni walifika. Ilimbidi Veronica akimbia tena. Saa 8 usiku aliificha kando ya kibanda kilichofungwa. Mbu alimla, tumbo liliunguruma. "Sitalia," alinongona. "Mimi sio dhaifu," alisema. Kufikia asubuhi aliamua jambo moja. Heri afe na njaa kuliko kuuza mwili wake. Alianza kugonga milango kuomba kazi ya usafi, lakini wengi walimpuuza. Siku hiyo ilipoisha, alilala chini ya daraja, akizungukwa na ombaomba na watoto wa mitaani. Licha ya hofu na harufu mbaya, Veronica aliweka kiapo kwamba kamwe asingejiuza na kutoa utu wake kwa wanaume wa mtaani wenye tamaa. Siku ya 4, alijiunga na wauzaji wa maji karibu na mitaa yenye shughuli nyingi pale Ubungo. Msichana mmoja jina lake Fatuma alimpa ndoo ya kuuzia maji kwa makubaliano ya kurejesha pesa. Siku za mwanzo Veronica aliona aibu, lakini alimkumbuka baba yake aliyekuwa mahututi kitandani. Veronica alipita katikati ya barabara zilizojaa watu, magari na pikipiki, akipiga kelele, "Maji baridi shilingi 500." Aliishi kwa kula mabaki ya vyakula na kulala chini ya madaraja. Lakini aliendelea kuuza maji mchana na kukataa kuuza mwili wake usiku. Siku moja, wakati jua kali likiwaka na foleni ya magari ikiwa imesimama, Veronica alibanwa na haja ndogo. Hakukuwa na vyoo, hivyo alikimbilia kichakani nyuma ya barabara kuu.
Alipokuwa akimaliza, alisikia sauti dhaifu ikisema, "Nisaidie, tafadhali, mtu anisaidie." Veronica aliganda. Alisogea taratibu kuelekea kwenye sauti hiyo. Nyuma ya rundo la matairi chakavu, alilala mwanaume aliyevaa suti iliyochanika. Shati lake jeupe lilikuwa limeloa damu. Mikono na miguu yake ilikuwa imefungwa. Alikuwa na jeraha baya kichwani. "Tafadhali usiniache nife." Mwanaume huyo alinong'ona kabla ya kupoteza fahamu. Veronica hakufikiria mara mbili. Alimvuta mwanaume huyo mzito hadi barabarani. Madereva wengi walimpuuza, lakini hatimaye dereva mmoja wa teksi alisimama. "Tafadhali msaidie, anakufa." Veronica alilia. Dereva alidai pesa. Veronica aliahidi kulipa. Alipofika hospitali, wauguzi waligoma kumpokea na kumfanyia huduma za matibabu pasipo kulipiwa fedha za awali. Veronica alitoa pesa zake zote alizopata kwa kuuza maji. Veronica alitoa kiasi cha 15,000 alichokuwa nacho mfukoni, lakini haikutosha. Aliwapigia magoti na kuwaomba wauguzi wampatie huduma ya kwanza. Daktari alipokuja haraka kumtazama mgonjwa, alisema mwanaume huyo anahitaji damu haraka. Lakini cha kushangaza ni kwamba benki ya damu hospitalini hapo ilikuwa tupu. "Nitajitolea kumpatia damu yangu," Veronica alisema. Vero hakuwa amekula vizuri kwa siku nyingi, alikuwa dhaifu, lakini alitoa damu yake kuokoa maisha ya mtu asiyemjua. Veronica alinong'ona, "Mungu, kama hili ndilo kusudi langu, nalikubali." Baada ya kutoa damu, Veronica alizimia na kuanguka chini. Saa chache baadaye, katika wodi ya hospitali, yule mwanaume aliyemwokoa alipata fahamu. Jina Lake aliitwa Peter, mmoja wa matajiri wakubwa jijini Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla. Baada ya muda, Peter alipojua kilichotokea, kwamba msichana asiyejulikana maskini alitoa pesa zake zote na damu yake kumsaidia aweze kupata matibabu, alishtuka na kuguswa mno. Alidai kupelekwa kumwona. Alipofika kwa Veronica wodini, alimshika mkono na kusema kwa sauti iliyojaa shukrani, "Umeokoa sana maisha yangu." "Sikutaka ufe," Veronica alijibu kwa unyonge. "Nilifanya vile ambavyo ningetamani mtu amfanyie baba yangu." Peter aliamuru pesa zote za matibabu yake na Veronica yalipwe. Alimlisha Veronica chakula kizuri na alipopata nguvu, Peter alisikiliza hadithi ya maisha ya Vero. Veronica alimsimulia kuhusu baba yake mgonjwa, Madam Esther alivyomlaghai kuja mjini na maisha ya kutangatanga mtaani. "Mwanamke huyo atalipa kwa alichokufanyia," Peter aliapa. Kisha akamwangalia Veronica. "Kesho, baba yako atasafirishwa kwenda India kwa matibabu kamili. Nimeshafanya mipango na wasimamizi wangu watasimamia hilo." Veronica alipigwa na butwaa. Peter hakuishia hapo. Alimpa Veronica nyumba ya kifahari yenye hatimiliki kwa jina lake na mkoba uliojaa kiasi cha fedha taslimu milioni 20. "Hii siyo hisani, Veronica," Peter alisema. "Hii ni zawadi ya mavuno. Ulipanda wema na sasa unavuna hatima yako. Ulinipa utu wakati sikuwa na kitu, nami nakupa maisha mapya." Veronica aliingia ndani ya nyumba kuitazama. Alifurahi sana, hata alivyojiangalia kwenye kioo na kuona mabadiliko yake ya mwili alitabasamu sana. Veronica alipiga magoti akimshukuru Mungu. Siku chache zilizopita alikuwa akiuza maji barabarani. Sasa alikuwa na uwezo wa kumtibu baba yake na kuwa na maisha ambayo hakuwahi kuota. Baada ya mwezi, mama na baba yake walirejea kutoka India, ambapo baba yake alikuwa amepona na aliweza kutembea vizuri kama mwanzo akiwa na afya njema. Veronica aliwatambulisha baba na mama yake kwa Peter, ambapo wazazi wake walimshukuru sana na kumsaidia mwanao Veronica. Lakini pia Peter aliwashukuru wazazi wake kwa kumlea Veronica kwenye maadili mema kiasi cha kuweza kumsaidia yeye akiwa kwenye hali mbaya. Wiki moja baadaye, Vero akiongozana na mapolisi walifika nyumbani Masaki kwa Madam Esther na kumkamata kwa makosa ya kuwalaghai mabinti wadogo kutoka mikoani na kuwatumikisha katika biashara ya ukahaba mjini. Veronica alitoa ushahidi wote mahakamani na mwishowe Madam Esther alikutwa na kesi ya kujibu. Madam Esther alihukumiwa miaka 20 gerezani kwa kosa la kuwalaghai wasichana na kuwaingiza katika biashara ya ukahaba. Vero na wazazi wake walihamia kwenye jumba kubwa la kifahari walipewa na tajiri Peter. Veronica alitumia mtaji aliopewa kuanzisha biashara ya kuuza nguo kwenye duka kubwa lililopo Kariakoo lililoitwa Veronica New Fashion. Kila mwisho wa mwezi Veronica alitembelea vituo vya watoto yatima na kuwapatia msaada wa vitu mbalimbali ikiwemo vyakula, nguo pamoja na vifaa vya masomo. Alisaidia watu wengi sana, hata watoto wa mtaani ambao hawakujiweza kwa kula na kunywa. Funzo la simulizi hii ni kwamba wema na uadilifu havipotei bure. Hata wakati dunia inapokugeuzia mgongo, kubaki mwaminifu kwa maadili yako kutakuongoza kwenye hatima yako.
Hadithi ya Veronica inathibitisha kuwa utu katikati ya dhiki una nguvu, na tendo moja la huruma linaweza kufungua milango ambayo hata pesa haiwezi. Tunatumai umefurahia simulizi hii yenye nguvu. Tafadhali usisahau kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata simulizi zetu. Pia tafadhali washirikishe wengine kwa kulike na kushare video hii. Na Mungu akubariki sana.